lakini lazima achukue kura ndio tubade. Unajua tuwezi kwa inchi whereby si wote tunavutana. Ndio. Whereby tuko demonstration kama Gen Z, alafu then time kura inaletwa nasema ati hawatapiga. Ndio. So lazima kwanza kura tuchukue. Because mimi na believe ukichukua kura tutaweka kiongozi unataka. Wewe mwenyewe ile kiongozi unataka, ukishachukua kura, hiyo ndio time unaweza make decision. Hiyo ndio time voice yako inasikika. Meaning you are trying to say that mambo na kura ndio inaweza fanya mtu kutolewa uongozini ama kuwekwa uongozini. Hiyo ndio main, because hiyo ndio chanzo cha kwanza cha kuweka mtu nataka ama kutoa ule mtu hutaki. Okay. So lazima uchukue kura. Hizi zingine ni kama tu activism. And what do you think IBC should do? Ni nini IBC inaweza fanya kufanya registration ya voter registration ikuwe rahisi? I think sahi ukijaribu kuangalia sahi nchi zimebadilika. Ndio. Sahi mimi nilikuwa nasema hata sahi wangetuwekea hata kuchukua kura ikuwe online, because sasa hii Kenya sahi penye imefika hakuna mtu ana mtandao. Ndio. Kenya sahi imefika hatuko kama hizi nchi zingine zile ziko chini whereby tunaangalia internet nini. Sahi inafaa sahi nchi sahi government sahi ikuwe na invest kwa online registration. Online registration. In fact kaza mimi nasema unapata saa zingine watu kwa mashambani. Ndio. Unapata kama sasa for example tuko hapa Westlands. Yes. Sasa nimesimama hapa. Yes. But unapata kama place lazima niende kuchukua kura, lazima nitumie fare. Lazima. Na ni kama 50 bob mpaka maybe mali. So inafaa kuregister waanze kutembea mashinani. Kama for example. Ndio. Wangekuwa naleta hapa bunge la wananchi hapa Westlands. Yes. Watembee kwa makanisa. Then wa introduce online registration. Waandike vijana kazi, watembee wakiregister watu. Because unapata kuna watu wako kazi, hatuna holiday. So lazima waangalie mbinu tuhakikisha lazima kila mtu anaweza access. Anaweza access. Yes. Na so isikwe tu kwa ofisi ya IBC peke yake. Kwa ofisi peke yake haitoshi. Wengi watajitokeza. But we introduce online registration. Okay. Whereby mtu anakaa penye yako, ana verify kama ni picha unapiga wanatuma. Na kama una hizo document, wanakutumia message hizo document zako iwezekani. Ndio. Na ikifika mahali kama unazo vitu wanakuambia basi kuja kwa ofisi yetu. But mimi online registration hizo ndio vitu baadhi tuanze kuintroduce. Inafaa zibadilishwe because ilianza kitambo sana. Na bado kuna kitu kingine. Ndio. Lazima mtu hata wangeintroduce waseme as long as uko na ID, wewe ni mpigaji kura. As long as uko na ID yako wewe ni mpigaji kura. Okay. Oh, that's a nice idea. I don't know kama wanasiasa wetu wamefikiria kitu kama hiyo ya online registration ama ni nini waliona kuwa kufanya online registration itakuwa ngumu sana, lakini hilo wazo nadhani itawafikia kwa urahisi sana. Naweza sema hii kitu sio all about wanasiasa. Ndio. Hii kitu ni all about mwananchi. So hii sio about mwanasiasa. Mwanasiasa ni yule mtu anakuja kuomba hiyo kura yako. But hii ni kitu ya mwananchi. Hii ni kitu inahusu mwananchi kupiga kura, ku make decision. But mwanasiasa ni ule tu mtu anakuhimiza, alafu ile kura yako umechukua yeye anakuja kuiomba. Okay. So ni decision ya mwananchi ku make sure hii kura hii yako hiyo umechukua anaiomba. So wewe kama mwananchi unaangalia, je, huyu mtu ni mzuri ni mbaya, because huwezi make decision kama hauna kura. Wewe ni kuongea tu. Unanipata? Ndio. So that's why tunahimiza watu. Okay. Usilipe kwenda kuchukua kura. Hii ni jukumu lako kuleta change. Na in fact wangeka sheria. Ndio. Sheria wangeweka kama wewe sio mpigaji kura, unafungwa maisha. But it is voluntarily. No. Sasa nchi imeharibika. Kweli. Lawama ni kwa kila mtu. Ndio. Unajua uongozi mbaya ni kama inaumiza kila mtu. Because biashara itakuwa mbaya, hata mwenyewe utakuwa na kazi, corruption itakuwa high. So wangesema ule mtu hajapiga kura, ndio mtu anafaa yeko hata miaka karibu 5 ama 10 ndani. Because sasa ukisipo make decision, unafikiri watu wangapi watakuwa wameumia juu ya corruption? Biashara ngapi zitakuwa zimefungwa juu ya corruption? So lazima kitu ingewekwa hiyo haba, hii kitu ingewekwa, usipochukua kura na usipopiga kura ni maisha. Because uongozi mbaya. Kuna vitu zingine si za kubembeleza. Because we need to build our country. Sasa unaangalia sasa kama sasa tajiri. Kwa kitambo matajiri wa kitambo walikuwa wanasema hizi piga kura. Sasa mabiashara zao zimefungwa.
Sasa biashara zao zimefungwa. Na ikifungwa, sasa ule mtu akifunga biashara inamaanisha nini? Aliweka uongozi mbaya. Watu wangapi watakuwa wamekosa nini? Watu wangapi watakuwa wamekosa hiyo kazi, corruption ndio, na hizo vitu zingine zote yenyewe. So usipochukua kura, hiyo ilikuwa imewekwa kama treason. Mimi naweza sema yani ikuwe life sentence ama ikuwe imewekwa kitu fulani usipochukua kura. Wow. Asante sana kwa wakati wako.